Hii tuzo ya nini? Hii tuzo nimepewa kwa ajili ya elimu ambayo nilikuwa nikitoa kwenye jamii, na namshukuru Mungu. Wakati natafuta sehemu ya kuja kuabudu, dada Epi alinikaribisha hapa. Nikaja nikaanza kuabudu mahali hapa mwaka huu. Nilianza kufanya kazi ya uelimishaji toka mwaka 2007. Lakini wakati wote huo watu hawakuwa wametambua mchango wangu, kuanzia serikali mpaka mashirika haya na watu wengine. Kwa nilikuwa ni kama mtu nayepiga kelele. Hata kuna wakati mke wangu aliniambia, siuache tu hiyo kazi unafanya, inakusaidia. Sasa inakusaidia nini? Mbona unawasaidia watu wengine wanaenda wanafanikiwa, lakini wewe maisha yako hayabadiliki? Kwa hiyo mwaka huu dada yetu alinikaribisha hapa, nikaja hapa. Siku hiyo baba ulikuwa unaombea uzao. Mwishoni kabisa mwa ibada ulikuwa unaombea uzao, na ulisimamisha wanawake takribani 10. Ukasema naona kuna wanawake 10 hapa ambao Mungu anataka kuwapa uzao. Ukawaita mbele, walikuja wachache, wengine wakagoma. Ukaanza kuzunguka, unapita unawawekea mikono. Lakini cha ajabu, ulipofika nilipokuwa nimekaa, ukaniwekea mimi mikono na ukanisimamisha, ukaniuliza. Hadi mimi mwenyewe nilishangaa, unataka nini? Unataka nini? Kwa mimi nilisema vitu viwili tu, nataka uzao, nataka kibali. Nataka uzao, nataka kibali. Yes. Kwa hiyo ukaniuliza mkeo yuko wapi? Nikakwambia huyu hapa. Ukamwombea, lakini ukanirudia mimi, ukaniombea kwa habari ya uzao na kibali. Baada ya kuniombea tu, nakumbuka interview ya kwanza ilikuwa ni shirika la BBC, wakawa wameniona, wakaniita, nikaenda kufanya interview na BBC. Baada ya hapo media za Tanzania zote kubwa zikaanza kuniita, nikapokea mpaka simu ya waziri. Ilikuwa ni message ya waziri kuniambia kwamba tunatambua kazi ambayo unaifanya. Yes. Kwa mara ya mwisho ilikuwa ni kabla tarehe 29. Utakuwa na kumbukumbu nzuri baba na kanisa. Alikuja mke wangu, alipokuja hapa mbele ukamuuliza tena swali kama ulivyoniuliza mimi, yeye naye ukamuuliza mume wako yuko wapi? Nikaja, tulipokuja hapo ukatutabilia, ukatuambia naona utukufu mkubwa sana unawafuata, naona mambo makubwa sana yanaenda kutokea kwenu, naona watu wengi sana wako nyuma yenu, naona Mungu anaenda kuwainua. Hiyo video ipo toka nimeiweka, hata haijamaliza muda sana, nina muda mchache sana. Nashukuru Mungu. Ile ibada ilikuwa ni kabla ya tarehe 29. Tarehe 30 mwezi huu nilialikwa Mbezi Garden Hall, taasisi kubwa inayojishughulisha na masuala ya kijamii ya Mothers Relationship Hub chini ya Advocate dada Mariam Mbano. Walinialika na wakanipa na fursa ya kuwa mmoja kati ya wale guest speaker kwenye panel discussion. Baada ya hapo, katika tuzo 10 zilizokuwa zikitolewa siku ile ya tarehe 30 mwezi wa 11, na mimi naye nikaibuka mshindi kama lilivyo jina langu. Piga Yesu makofi. Nikaibuka miongoni mwa washindi ambao walipokea tuzo kutokana na mchango mkubwa ambao tumekuwa tukiuonyesha kwenye jamii. Ndio. Nikamshukuru sana Mungu wa Power of God. Ambaye ameniheshimisha. Ni kitu ambacho sikutarajia. Kwangu ilikuwa ni kama ndoto. Nikasema hapana, leo hii nitarudi kushukuru, maana ni muda mfupi historia yangu imebadilika kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Uko hapa madhabahu kuanzia leo na kuinua kiwango cha kimataifa. Amen. Sauti yako itaenda nje ya mipaka ya Tanzania. Amen. Amen. Utapokea wafadhili kutoka nje na watu watakutafuta, na Mungu atabadilisha maisha yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu, ninakushukuru. Ninachokiona ndicho kitakachotokea. Kiwango chao cha nuru kikaongezeke na nyota yao ikang'ae, wasikike kwa kiwango cha kimataifa. Sauti hii iende kwa kiwango cha kimataifa. Watakaona waanze kumtafuta sasa katika jina la Yesu. Utakula mema ya nchi na utakula matunda ya mmea wako. Utafurahia maisha hayo, na Mungu akulinde na ukutunze. Bwana amewatakasa na Bwana amewaosha, maisha yenu yakawa mapya.